nazidi kusisitiza umuhimu wa kugusa, umuhimu wa kuguswa. Kwa hiyo kuguswa ni hitaji la msingi la binadamu. Sifahamu kwenye yale mahitaji ya binadamu, mwili, mavazi, sijui nani. Nafikiri wale waliotunga mwanzoni wale filosofia yao ilisahau kuweka hili hitaji. Hili hitaji ni la msingi sana jamani, kwa sababu linatibu roho, linatibu mwili, linatibu nafsi. Haleluya. Hakuna dawa inayoweza kutibu mambo yote haya matatu kwa wakati mmoja. Hata tukilazwa mahospitalini, nesi kabla hajakuchoma sindano anakugusa afa anakuambia pole nchi. Wewe inakuandalia mazingira ya kusema napona, natibiwa. Na wanasayansi wanatuambia, wanasayansi na wanasaikolojia wanatuambia kwamba kimaumbile wanawake wanahitaji mguso wa tofauti zaidi kuliko wanaume. Na ni kweli. Ni kwa sababu ya jinsi ya mazingira tunayoishi jinsi yalivyo. Dunia imejaa dhuluma, imejaa ujambazi, imejaa uonevu. Mwanaume akishambuliwa mara moja inaamka kwamba nitapambana. Mwanangu Ima aliwahi kupambana. Nakumbuka ushuhuda wake. Alimpambania mke wake mpaka akashinda. Kakatwa mapanga lakini walibaki salama. Kwa mwanaume anaposhambulia kinachoamka ndani kusema nitapigana. Lakini mwanamke akishambuliwa anasema twafa. Kuna kusambaratika fulani. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kuna hitaji kubwa zaidi la kuguswa ili ajisikie salama. Hali ya woga na wasiwasi inatupata zaidi wanawake kuliko wanaume. Kwa ndio maana tunahitaji zaidi ya kukumbatiwa na kuguswa ili tujisikie amani, tujisikie salama, tujisikie kupendwa. Kwa hiyo ni kitu cha kweli kabisa. Lakini hiyo haina maana kwamba wanaume hawahitaji mguso wa tofauti. Kila mtu aliyeumbwa na udongo anahitaji kuguswa. Ana hitaji la msingi la kuguswa. Ndoa nyingi zinasumbua. Na matatizo mengi yanayotokea kwenye ndoa wanaweza wasikuambie. Ni kwa sababu ya hitaji hili la msingi la mguso wa tofauti. Sasa hivi tumewekewa vitanda vya 6 kwa 6, vingine 8 kwa 8. Vingine vinazunguka tu vyenyewe. Lakini wajamaa wakikorofishana, mmoja analala kule, mwingine analala kule. Alafu kila mtu kwenye kona yake anasema laiti mtu mmoja angenigusa. Na hakuna mtu anayegusa, wote wamekula ngumu. Lakini kila mtu moyoni anatamani, anasema laiti angekosea tu, arushie tu mkono huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hamna mtu anajitolea. Kila mtu anasubiri uso wa tofauti. Kila mtu anasubiri kuguswa. Kwa hiyo matatizo mengi wanandoa yanatokana na hitaji la kuguswa. Na asubuhi niliwatia changamoto mainjinia, mnisamee. Na kama umeolewa na injinia au mwanajeshi, pole. So unakuwa na hitaji la kuguswa, ukimsogelea anakupisha.
Afu nasema Bwana Yesu nisaidie. Mimi wangu siku hizi amejifunza, nikimsogelea anataka kurudi nyuma afa nakumbuka. Kama umeolewa na mwanajeshi au injinia, itie nguvu katika Bwana. Wanahitaji kueleweshwa kwamba mguso ni wa muhimu, sio kila wakati ni ngumi, sio kila wakati ready for fight. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mguso wa tofauti ni afya na ni hitaji la msingi. Na Roho Mtakatifu ananiambia nisisitize hapa, wanaume wakumbatieni wake zenu. Najua sio semina ya ndoa, lakini kuna mtu anapona. Ukiona mama yuko down, wakati mwingine anachohitaji ni mguso tu, kumbatio tu la amani na upendo. Amina. La amani na upendo. Amina. So tujifunze kwamba hitaji la msingi la mwanadamu ni kuguswa. Na sio hitaji baya, ni zuri, ni hitaji ambalo Mungu ameliweka mwenyewe kwa makusudi yake. Lakini mchana wa leo nilikuwa natamani tuangalie mguso wa tofauti kwa sura ya tofauti. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Na kama watoto, wazazi wote watakubaliana na mimi, unatamani mtoto wako akue. Kwa Mungu naye anatutarajia tukue. Natamani tuangalie mguso wa tofauti kwa mlengo mwingine ili tukue. Baba yetu Mungu wetu anatutarajia tusiwe watoto kila siku, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na mawimbi ya kila aina. Anatutarajia tukue, tufike mahali pa kusimama. Kwa tutaenda kuangalia mguso wa tofauti kwa mlengo mwingine ambao unatusaidia kukua na kuongezeka katika kumjua Kristo. Ndiyo mapenzi ya Mungu, ili tukue na kuongezeka. Na Mungu anataka atuchukue utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Ni makusudi ya Mungu tuongezeke katika kumjua yeye. Natamani tujifunze, tutoke kwenye kutamani kuguswa, ambalo ni hitaji letu la msingi, ambalo ni la asili, linakuja tu unatamani kuguswa. Tutoke hapo, tusonge mbele, tutamani kumgusa mtu. Mbona kuna tofauti? Kuna hamu na kiu ya kuguswa, hitaji la msingi. Lakini mimi natamani tutoke hapo, tukue, tuende kwenye hitaji kubwa la kutamani kumgusa mtu. Na nikisema hapo ni kwamba tutoke kwenye ubinafsi, tujifunze kuangalia mtu mwingine. Mtoto mchanga anapozaliwa, kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu na ni afya, anapigwa. Kama hajalia anapigwa alie. Na watu wengine wanaopenda utani wanasema anapolia anasema mimi niko huku, mimi hapa, mimi. Kwa watu wengi tumezaliwa na mimi niguswe, Yesu niguse, wazazi niguse, mchungaji niguse, mimi. Sasa huo ni utaratibu wa mtoto mchanga. Mtoto ambaye
bado hajakuwa. Natamani tuwe watu wazima, tuanze kugusa watu wengine. Haleluya, amen. Nimegawa leo, nikasema leo tutajifunza aina 2 za kutoa mguso kwa watu wengine. Kwanza, unaweza kumgusa Mungu. Katoa mguso kwa Mungu. Mungu naye anahitaji kuguswa eti. Pili, unaweza ukagusa mtu mwingine aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Unajua sisi wote, hata wenye dhambi, wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu anasubiri tu watubu. Anawahurumia. Of course wasipotubu wanasubiri kiberiti. Lakini wakati huu Mungu anawahurumia, anatamani watubu. Kwa mguso wa pili ni mguso wa mtu mwingine mwenye sura na mfano wa Mungu. Sio mpendwa peke yake, lakini mtu yoyote aliyeumbwa na Mungu, anayeitwa binadamu. Kwa tutaanza na kipengele cha kwanza, kumgusa Mungu. Tumetoka kwenye kutaka kuguswa, tunaenda kumgusa Mungu. Najua kanisa la leo, tunapoenda mkutano wa nje, tunahubiri Yesu anakupenda, Yesu atakupa maisha mazuri. Na sasa hivi tumeenda mbali, tunasema Yesu atakupa gari, Yesu atakupa pesa, Yesu atakupa mke mzuri, Yesu atakupa mume mzuri. Kwa tuna watu wengi sana wameingia kanisani wakitarajia kupokea kitu kutoka kwa Yesu. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Kumbuka nilivyokuambia toka mwanzo, ni hitaji la msingi la binadamu. Lakini kuendelea kusubiri kuguswa kila siku, huo ni utoto. Kuendelea kutarajiwa kuguswa kila siku, huo ni utoto. Kwa hiyo tunatoka kwenye utoto, tunakuwa watu wazima, tunatafuta kwanza namna ya kumgusa Mungu, pili namna ya kugusa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andiko letu la msingi kwenye kipengele cha kumgusa Mungu linatoka kitabu cha Luka mstari wa 8. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 43 mpaka wa 48. Luka 8:43 mpaka 48. Kuna bwana harusi mtarajiwa, harusi yake bado haijaanza kutangazwa. Anaitwa Fineasi. Tulikubaliana kimsingi kwamba kila tunapoonana mimi nitamuita bwana harusi mtarajiwa, kwa sababu hili jina tumelisubiri kwa hamu muda mrefu na huwa lina expire haraka sana. Sana muomba bwana harusi mtarajiwa Fineasi popote alipo anisomee ili andiko la Luka 8:43 mpaka 48. Kama Fineasi amepotea, pacha wake atabeba huu msalaba. Na ubeba.
Luka 8:43 mpaka 48. Biblia inasema, na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu kwa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akagusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro akamwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. 48. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani. Amina. Asante sana. Naomba urudie mstari wa 44. Alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuna kisa cha huyu mama aliyekuwa na tatizo la kutokwa na damu kwa miaka 12. Alihangaika sana kwa ajili ya utibabu, hakupata tiba. Kwa hiyo akadhamiria moyoni mwake kwamba ninataka kumuona Yesu, ninataka kumgusa Yesu. Lakini kabla hatujaangalia kwa undani andiko hili, Biblia imejaa watu waliotafuta kumgusa Mungu. Kisoma Biblia yote, kitabu cha Waebrania sura ya 11 kuanzia mstari wa 16 na kuendelea, pale wametaja watu ambao wanaitwa mashujaa wa imani. Hawa ni watu ambao walikuwa wamemachua, walikuwa katika kumjua Mungu, walikuwa katika kumfahamu Mungu, waliongezeka katika kumjua Mungu. Biblia inaita ni mashujaa wa imani. Hawa ni watu ambao waliacha kutegemea kuguswa, walienda hatua ya kutafuta kumgusa Mungu. Maisha yao yote yalitafuta namna ya kumgusa Mungu. Biblia inasema watu walioupendeza moyo wa Mungu. Haleluya. Watu walioutafuta na kuupendeza moyo wa Mungu. Nasoma habari za Musa. Yeye ni mlimani 40. Yeye ni mlimani 40, hata hazihesabiki, sijui zilikuwa ngapi. Piga 40. Anatafuta moyo wa Mungu. Aweze kumpendeza Mungu. Anatafuta moyo wa Mungu aweze kumgusa Mungu. Sifunza habari za Daudi. Soma Zaburi za Daudi, unajua ili lijitu lilishiba Mungu pamoja na madhaifu yake yote, lakini ili jamaa lilishiba Mungu. Mtu aliyetafuta kugusa moyo wa Mungu. Ninampenda Samsoni na madhaifu yake yote. Mimi ninampenda Samsoni. Samsoni, wivu wa Bwana ulimtafuna moyoni. Kijana wa watu akatoka, akaenda akatafuta mbweha. Hivi nyie mbweha mnawajua?
akakusanya mbweha. Of course alikuwa na mamlaka na kibali cha Mungu. Wewe usiende ukakamata mbweha mwituni, wewe utakularua. Alikuwa anatembea chini ya kibali na mamlaka ya kimungu. Kaenda kakusanya mambweha, akakusanya mambweha, akayafunga mienge ya moto. Kila mbweha fungilizia moto, fungilizia moto. Si aliwafunga kwenye mti, mimi sijui. Ilipofika jioni kakata kamba, mambweha kwenye mashamba ya Wafilisti, haribu ngano za Wafilisti. Lakini huku ni Wafilisti wanalitukana jina la Bwana. Watafanyaje hivyo na mimi niko hapa? Anatafuta kugusa moyo wa Mungu. Anatafuta kugusa moyo wa Mungu. Biblia imejaa watu waliougusa moyo wa Mungu. Haleluya. Ukisoma Waebrania sura ya 11 mstari wa 16, hebu tusome hapo. Robin. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Naomba urudie huo mstari. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Hao watu tunasema Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, sio Mungu wa nani nikumbuke na mimi. Hao watu Biblia inasema Mungu kwa jinsi walivyougusa moyo wa Mungu. Kwanza waliutafuta moyo wa Mungu, afu wakatafuta kuugusa moyo wa Mungu. Kwa jinsi walivyougusa moyo wa Mungu, Mungu haoni haya. Mungu haoni haya wao kuitwa kwa jina lake. Mungu haoni haya kusema hawa ni watu wangu. Mungu haoni haya kusema mimi ni Mungu wao. Natamani ifike mahali Mungu aseme sioni haya kuitwa Mungu wa Tubagile. Natamani ifike mahali Mungu aseme sioni haya kuitwa Mungu wa DCRC. Natamani ifike kiwango Mungu aseme sioni haya kuitwa Mungu wa Rogers. Unaonaje hapo? Unajisikiaje? Mungu mwenyewe ana declare, Mungu mwenyewe anatangaza, anasema kwa mwendo huu, kwa jinsi alivyonigusa, sioni haya kuitwa Mungu wake. Sioni haya yeye aitwe kwa jina langu. Ndio maana mpaka leo tunasemaga Mungu wa Ibrahimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuwe waangalifu. Sijakufundisha ukaanza kufundisha mafundisho ukasema watu waitwe kwa Mungu wa Tubagile. Hiyo ni siri yako wewe na yeye mnapokutana sirini. Ukija huku kututangazia, hatutaki hiyo. Sisi tunamjua Mungu wa Ibrahimu. Mungu anamweje huko mnakokutana. Hapa usituletee hiyo. Na mijitu imekengeuka, imefika mahali inasema mfuateni Mungu Mungu wa fulani. Bwana Yesu asifiwe. Usijitengenezee Mungu wako mwenyewe. Lakini Mungu mwenyewe afike mahali aseme sioni aibu, sioni haya kujitambulisha na wewe. Hivi kweli Mungu anaweza kujitambulisha na wewe? Mungu atusaidie. Tutamani tufike mahali Mungu kwa uhuru kabisa anaweza kujitambulisha na sisi. Hawa watu kiu yao na hamu yao na shauku yao ilikuwa kutafuta moyo wa Mungu na kuugusa. Kutafuta moyo wa Mungu na kuugusa. Katika kisa tulichokisoma cha huyu mwanamke, katika mila za Kiyahudi
Mwanamke akiwa na issue ya kutokwa na damu alikuwa ni najisi. Haruhusiwi kuchangamana na watu wengine. Haruhusiwi kutokea kwenye kadamnasi. Sio kwamba hatakiwi. Haruhusiwi, ni marufuku. Imepigwa marufuku kwenye Torati. Na kama angegundulika, angeliweza kupigwa mawe mpaka kufa, kwa sababu ana najisi mkutano. Kwa hayakuwa maisha marahisi kwa huyu mama. Nakumbuka Yesu alikuwa akipita anaponya watu. Anapita anaponya watu. Angeliweza kukaa nyumbani akasema mimi nitafia hapa mpaka Yesu atakapokuja mwenyewe aje aniguse. Unajua mazingira yangu wewe hujui, ni magumu sana. Mimi sikusoma, wazazi wangu hawakunipeleka shule, kwa hiyo nitakaa hapa nanung'unika kila siku mpaka Yesu atakapokuja kunikomboa. Hakuwa mtu wa hivyo, wa kukaa na kujisikitikia na kujilalamikia. Si tunasoma Biblia, watumishi wa Mungu? Kuna jamaa mmoja amekutwa kwenye kisima. Yesu anataka kumponya. Anasema unataka nini? Anasema mimi sina mtu wa kunitumbukiza kwenye kisima. Wewe umeulizwa unataka nini? Badala ya kusema hitaji lake, ananung'unika. Huyu mama, mazingira aliyokuwa nayo yanazidi mazingira yako wewe na mazingira yangu mimi. Angeliweza kukaa kitako, sheria inamruhusu. Angekaa pale analia mpaka Yesu mwenyewe atakapoamua kuja kunigusa. Lakini yeye hakuwa hivyo. Yeye aliamua kuwa wa tofauti. Aliamua kufanya tofauti. Na kila mahali alipopita Yesu, watu walimsonga. Watu walienda naye. Soma katika Luka 6:19, watu walimsonga. Na katika kusoma kwangu maandiko nikajifunza kwamba watu waliomsonga Yesu walikuwa ni watu wa magrupu haya matatu. Kundi la kwanza, wako walioenda kufuata mdundiko. Wengine walienda kufuata mikate. Kwa Yesu kila alikopita, kundi kubwa la watu lilikimbia. Biblia inasema mahali pengine Yesu akawaonea huruma. Maana wanakimbia kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Miji tu inakimbia. Kuna watu walikuwa wanakimbia wanafuata mkumbo. Hata humu kanisani kuna watu wanakuja kanisani wanafuata mkumbo. Anaingia, anatoka, hapati chochote. Lakini kwa sababu kanisa ni zuri, kuna praise, kuna nini, na yeye anakuja, anaimba, anatoka. Wengine wameenda tena hatua ya mbali zaidi. Yuko kanisani kwa sababu anasema nikifa nani atanizika? Yaani nife alafu akosekane hata mchungaji wa kunisomea misa. Kwa hiyo yuko hapa kanisani, anachoona ni jeneza lake limelala hapa mbele, kumepambwa maua. Mchungaji kiongozi anaongoza ibada ya mazishi yangu. Hicho tu ndo kinachomleta kanisani. Nani mwaminifu? Sipime. Anakuja Jumapili, anakuja Jumatano, lakini anasubiria siku yake ya kufa. Sijakakosa mtu wa kumzika. Anaingia, anatoka. Kwa walikuweko watu wa hivyo, walimfuata Yesu ili mradi. Hawana sababu, hawana mwelekeo, hawana malengo, hawana kusudi lolote. Kwa sababu watu wengi wanaenda na mimi naenda.
Lakini kulikuwa na kundi la pili ambalo walimsonga Yesu. Biblia inasema walimsonga Yesu ili awaguse. Walikuwa wanatafuta mguso kutoka kwa Yesu. Yaani Yesu awaone, awaguse. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja wapo ni Batimayo kipofu. Alipoona Yesu anapita, akapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi unirehemu, niko huko. Yesu akaenda akamwambia, uko wapi Batimayo? Mimi hapa. Unataka nini? Nataka kuona. Yesu akamgusa, akapona. Sio mbaya, ni vizuri. Alitarajia kuguswa, na Yesu anapenda sana sana mpaka leo kugusa watu. Na si kitu kibaya, ni kitu kizuri. Lakini huyu mwanamke tuliyomsoma hapa, yeye ni wa kundi la tatu. Yeye akasema, sitakaa nisubiri hapa Yesu apite. Sitakaa nisubiri hapa, nisubiri watu wanipishe. Kama wanajua mimi ni mchafu, neema ya Mungu inirehemu, inifunike. Lakini mimi nitakwenda, mimi nitapenya, mimi nitamtafuta moyo wa Yesu. Nitatafuta pale alipo Yesu, niguse pindo lake tu. Biblia haisemi kwamba alimkumbatia Yesu, alipomwona Yesu akamhagi. Akasema taratibu, kimya kimya, bila mtu yoyote kujua, nitainama. Nyie songamaneni huko, Yesu kumaneni huko, mimi ninaenda za chini chini, mimi ninazama mbizi, mimi ninazama za chini chini, ninataka pindo na sitaki aniguse, mimi nitamgusa. Akapenya, akagusa Yesu. Yeye aliamua kuwa tofauti na yale makundi mengine mawili. Yule anayeenda bila mwelekeo na yule ambaye anakaa anasubiri kuguswa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema watu wote hawakumuona, watu wote hawakujua, lakini Yesu alimuona na alijua. Akauliza, ni nani huyu aliyenigusa? Wewe unafikiri Yesu alikuwa hajui aliyemgusa ni nani? Alijua. Hakutaka yule mama aondoke kimya kimya kama alivyokuja. Alitaka ajue kwamba Yesu amemuona, amemsikia, ameelewa mguso wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu alimuona yule mama. Alivuta usikivu wa Yesu. Kama Yesu alikuwa anaenda hivi, ilibidi Yesu asimame, kwa sababu kuna mtu amemtafuta katikati ya msongamano. Sukuma watu, penya, vuruga, nenda mpaka akalikuta pindo la vazi. Kwa Yesu kama aligeuka, akarudi akaangalia, nani huyu aliyenigusa? Akana Petro anamwambia, Bwana wewe, hebu acha mambo hayo. Mkutano huu wendo wa kuuliza nani amekugusa. Akasema, uko mguso wa tofauti. Kuna mtu amenigusa kitofauti. Nimeuhisi mguso wake. Yule mama akasema, nikiendelea kujificha itakuwa shughuli. Anasema, mimi hapa. Yesu akasema, umepona na vifungo vyako visirudi tena. Kwa hiyo sio tu aliponywa, alipokea maradufu. Wale wadudu walikuwa namsumbua, walipigwa marufuku, msirudi tena. Pengine angeondoka kimya, maybe, that's my thought, ni mawazo yangu. Mengine wangerudi, lakini kwa neno la Kristo akaambia, marufuku
kurudi. Umepona, ishu yako imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mguso wa tofauti wa kumgusa Yesu, wa kumgusa Mungu. Inawezekana watu wengine wote wasione, lakini Mungu anajua umemgusa. Na sio lazima ufanye kitu kikubwa. Kama Mungu amekuinua, kama mpendwa wetu Rehema, asubuhi nitoa mfano wa Mama Noa. Mama Noa, barikiwe mwanangu, leo dau limehama. Isamehe mwanangu, nakupenda, dau limehama. Si tuna upako na upako Where is Mama Noa now? Mama Noa is my favorite. Shike, anaweza kaimba. Akaimba peke yake, ukumbi wote huu ukajaa. Sasa nimekaa pale, Rehema anaimba, nikasema sasa nabadilisha namba. Mungu nisaidie. Si washindanishi, nafikiri nyinyi ni watu wazima mnaelewa. Amina. Sio lazima ufanye pakubwa. Pale pale Mungu alipokujalia, anachotaka ni moyo wako. Moyo wa toba, moyo wa shukrani, moyo wa kicho. Kwamba mimi ninayetaka kumgusa ni Yesu. Mimi ninayetaka kumgusa ni Yesu. Na Biblia inasema yule mama aligusa pindo tu. Lile vazi lilikuwa ni kubwa. Kama umeumwa miaka 12, si unaweza kaenda pale na mchecheto ukalipora na vazi lenyewe lote. Ukakimbia nalo. Kasema nikifika nyumbani natandika nalalia ili nipone sawa sawa. Lakini akasema pindo tu linatosha. Haleluya. Tafuta kumgusa Mungu. Tumeguswa wapendwa, imetosha. Sio kitu kibaya, ni kitu kizuri, na Mungu anapenda kutuhagi sisi watoto wake na kutukumbatia na kutugusa. Mungu anapenda, inampa raha. Lakini sisi tunatakiwa kukua. Tujifunze kutafuta moyo wa Mungu ili tumguse Mungu. Na unapopata moyo wa Mungu ukimgusa, Mungu anaona, Mungu anajua, Mungu anasikia kwamba kuna mtu amenigusa. Haleluya. Shida nyingi zinazotokea kanisani ni kwa sababu ya watu wanaopenda kuguswa. Kumbuka nimesema kuguswa sio kubaya, lakini ni utoto. Mimi nilifiwa na mamangu. Sikuona hata mshirika mmoja. Kanisa hili halina upendo, mimi nahama. Sawa, utahama utaenda kanisa lingine, utakuta kuna mashetani. Bora nilikotoka, ili lina mashetani wazi nayaona. Kanisa hili nahama. Taenda kanisa lingine, hakuna mashetani, watu wanatembeleana, lakini kuna vizabizabina. Wakija nyumbani kwako wana listi mpaka vijiko, mpaka masufuria. Hii kanisa limejaa vizabizabina. Utahama mji wote, utamaliza, mwisho wa siku utarudi pale. Ni roho ya utoto ya kutaka kuguswa. Jifunze kutoka, jifunze kugusa wengine. Haleluya. Amen. Faida za kumgusa Yesu. Faida za kumgusa Yesu. Tunaungamanishwa na kusudi lake. Tunaungamanishwa na kusudi lake. Yesu alikuja kuokoa kilichopotea. Na ndilo kusudi lake kuu.
Kwa hiyo yule mwanamke alipochukua hatua la kutafuta kumgusa Yesu, aliungamanishwa na kusudi la Mungu kama mwokozi wa ulimwengu. Kusudi la Mungu kama mwokozi wa ulimwengu asingelipata kama angekuwa amekaa nyumbani kwake ananungunika, matabibu wameniibia hela zangu, sijui nani aliuza kiwanja, sidhani kama alileta hela yote, ilipigwa shoti. Lakini yeye akasema nitachukua hatua. Kule alikochukua hatua akakutana na kusudi la Mungu. Tunapomgusa Mungu tunaungamanishwa na kusudi la Mungu, kiasi kwamba kumfuata Yesu inakuwa sio mzigo, wapendwa. Yaani sasa hivi imefika mahali inabidi tubembelezane. Mfuate Yesu, usimwache Yesu. Wewe kwani hujaona faida? Ni kwa sababu hujaamua kugusa pindo. Ni kwa sababu hujaamua kutafuta moyo wa Mungu na kuugusa. Tukisema tulimugati mwa Yesu, tukuinama. Tulimugati mwa Yesu, tukuinama. Umekaa kwenye kiti unasema wanafiki hao. Kwa sababu hujui, haujaungamanishwa na kusudi la Mungu. Wenzio kweli tukuinoma. Hata kama nyumbani maji hayatoki kwenye bomba kwa sababu nimekatiwa bili ya maji, ni kuinama mwa Yesu. Ni kuinama mwa Yesu. Ni kuinama. Kwani nani amesema huko mbinguni ninaenda na maji ya bomba? Nani amesema nitahitaji vikoba huko mbinguni? Hata kama vikoba vimeninunia, na viambia vikoba subiri pale mlangoni. Niko kuinama kwa Yesu. Niko kuinama kwa Yesu. Nikitoka, kama utakuwa na nguvu za kunikabili, ewe kikoba, nikukute unasubiri. Uwezekano mkubwa nitakuta umeyeyuka. Haleluya. Unaungamanishwa na kusudi la Mungu, inakuwa ni rahisi. Yesu anasema mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini. Lakini tunafanya mzigo wa injili unakuwa mzito, unakuwa mgumu. Hatujajifunza kutafuta kumgusa Yesu. Haleluya. Faida za kumgusa Yesu: tunavuta uwepo wake katika maisha yetu. Tunavuta uwepo wake katika maisha yetu. Yaani kuna watu wengine, yaani akikohoa tu Mungu anasema anajibu hata kabla hujaomba. Lakini siri iko kwenye kugusa moyo wa Mungu. Lijitu linajua kuzamia mbizi. Nyie hamuoni. Linazama mbizi, linapiga mbizi. Likitoka huko limekamata pindo la Yesu. Akiibuka mnashangaa, huyu mbona hivi? Unasema Mungu, kweli Biblia inasema Mungu hana upendeleo, lakini kwa hili Mungu ana upendeleo. Hujawahi kufika mahali hapo? Wenzako wamejua kuzamia, badala ya kusubiri kuguswa, wanatafuta moyo wa Mungu na kuugusa. Kila siku ndio kazi yake, tafuta moyo wa Mungu na kuugusa. Kila siku tafuta moyo wa Mungu na kuugusa. Anavuta uwepo wa Mungu katika maisha yake, kiasi kwamba akinyanyua tu kichwa, Mungu anasema niko hapa. Unasemaje mwanangu? Haleluya. Unavuta uwepo wa Mungu katika maisha yako. Nisingependa kurudia umuhimu wa uwepo wa Mungu katika maisha ya muamini. Mchungaji amefundisha sana wakati anafundisha kitabu cha Kutoka. Musa anamwambia Mungu, kama hauko pamoja na mimi, afadhali nisiende. Nitakaa hapa, afadhali nisiende. Uwepo wa Mungu kwenye maisha ya muamini ni kitu cha muhimu. Daily encounter with God. Kumuona Mungu katika maisha yako kila siku. Nasonga ugali,
nasonga ugali, nilitaka kuangukiwa na sufuria la uji liniunguze. Bahati nzuri wakati nimeshikilia hivi, mwiko ule likapigwa kule likaanguka upande wa friji. Nimemwona Mungu. Sijamwona Mungu? Kumwona Mungu, personal encounter with God. Kila siku uwepo wa Mungu unakuzunguka. Kila ukienda huku unauona uwepo wa Mungu. Kila unachokanyaga unaziona nguvu za Mungu, na sio kwa kuhisi, ni ukweli. Mama Rugwisha alikuwa ananisimulia jinsi alivyoanguka. Alipata ajali akaanguka. Na kulikuwa na uwezekano mkubwa wa kukreki nyonga. Akaniambia, namshukuru Mungu mama. Nikasema, we Mama Rugwisha nini? Malaika waliweka mikono hapa chini wakakubeba. Kweli? Kuna vitu unapita hujui. Yaani hapa wanasema gari imepata ajali, gari iko nyanga, jamaa limechoka, liko na mchubuko hapa tu. Kwa nini? Uwepo wa Mungu unatembea na wewe. Uwepo wa Mungu unatembea na wewe. Lakini siri kubwa iko kwenye kugusa pindo. Gusa pindo badala ya kusubiri kuguswa. Na Mama Rugwisha, I'm not joking. I felt that in my spirit. Nilisikia ndani ya roho yangu kwamba huyu malaika aliweka mkono chini, akamdaka wakati anataka kuanguka, hakufika chini kwa kishindo. Na naamini ni kweli. Muone Mungu katika mambo madogo madogo. Na muona Mungu. Siku moja nilikuwa nafanya usafi nyumbani kwangu. Nikateleza, nilikuwa napanda ngazi. Nikateleza mahali kama hapa. Mimi ni mzee. Umri wangu ni miaka 60. 60 ngapi baba mchungaji? Mbona nishaanza kusahau na umri wangu. Nina umri wa miaka 61. So, nilikuwa na deki kwenye ngazi. Nimebeba dishi, sasa nipande hivi. Nikayumba, hata sikuteleza, nikayumba. Ilikuwa ninapiga kidevu kwenye ngazi. Na mnafahamu watu waliopata ajali wakapiga kidevu kinapasuka. Somehow nikahisi kama kuna mtu amenishika. Nikapiga goti. Goti alikuumia, dishi halikumwagika, kwa sababu dishi lingemwagika, bibi wa watu, ingebidi nianze upya kudeki. Dishi halikumwagika na wala sikugusa chini. Nikamwona Mungu. Unaanza kumwona Mungu kwenye vitu vingi, 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 kwa sababu ya kugusa moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine nilikuwa na katisha mitaa ya Arusha. Hapo ni siku za nyuma kidogo, kama miaka 2-3 iliyopita. Natembea kwa mguu. Magari yaliyotoka huku, nilikuwa ile barabara ya I don't know inaitwaje ile barabara kubwa ya Arusha ile. Magari yanayotoka Njiro yanapandisha kwenda Kilombero. Niko upande wa pili, akawa ameniruhusu. Kwa nikaanza kuvuka barabara na kuja huku kuelekea soko stendi kubwa. Magari ya huku juu yalikuwa yanatoka Kilombero yanaelekea mwelekeo wa Njiro, na yenyewe akawa ameniona yakasimama. Kwa with confidence navuka barabara. Alikuja daladala, boda boda. Haangalii kulia wala kushoto. Akanibeba chup. Akanitua chini. Nilipotua chini, nilitua na magoti yote mawili. Magoti yangu hayakuumia.
Kwa hiyo nikainama pale chini nabeba pochi yangu, watu wakamdaka bodaboda. Wanataka kumcharanga. Anasema mama mpumbavu. Mimi mnanifahamu. Mimi mama mchungaji wa DCRC. Mimi mpumbavu. Navuka barabara bila kuangalia huku na huku. Kulikuwa na baba mmoja yuko ana nguvu kidogo, akamkwida, akamwambia wewe nitakuchafua sasa hivi. Samani brother, samani. Akamwombe huyu mama msamaha. Mama nimekosa. Anambia mama tumfanye nini? Nikamwambia mwacheni tu. Mwachie tu aende. Lakini ni Mungu. Ni neema ya Mungu. Umeelewa? Kwa unaanza kumuona Mungu wakati nalesema haya kwa sababu kuna watu Mungu anawatembelea, Mungu anawatendea, lakini hawaoni. Anaona kama ni kawaida, sio kawaida. Kwa unaanza kumuona Mungu na uwepo wa Mungu kwenye vitu vidogo vidogo. Vitu vidogo vidogo. Amen. Tuko kwenye faida za kugusa moyo wa Mungu. Mungu anakuwa halisi kwetu. Kwa wale ambao hawajawahi kufika DCRC, leo ni mara yao ya kwanza. Na pengine wamesikia kuna kanisa linaitwa DCRC. Vile ulivyokuwa unasimuliwa unasikia. Na hivi unavyoona kwa uhalisia ni vitu viwili tofauti. Maona? Kama umewahi kuutafuta moyo wa Mungu, ukaupata, ukaugusa, hakuna mtu yoyote atakaye kubabaisha. Hakuna mtu yoyote atakaye kudanganya. Unajua huku tunakoenda na teknolojia inataka itufikishe mahali ambapo unasema hakuna Mungu. Hii kitu inaitwa Mungu sio kitu cha kweli, mnadanganya watu. Juzi nilikuwa nasoma kwenye mtandao, Wachina wametengeneza uterus ya mashine. Simesikia maroboti? Na nyinyi mtakuwa mmesoma. Kwa hiyo roboti ina uwezo wa kubeba mimba na kuzaa mtoto. Mbegu wanatunza huko kwenye power bank za baba na mama. Kwa hiyo wanamwekea roboti, mimba inakuwa, anazaa mtoto. Wanatupeleka mwisho watu wafike mahali waseme hii kitu inaitwa Mungu haipo. Lakini nikuhakikishie, wanaweza kaumba figo, zikapampu, zikachuja damu. Wanaweza kaumba moyo, ukafanya hivi kama mioyo yetu inavyofanya. Wanaweza hata kutengeneza kitu kinafanana na damu. Let them do it, waache wafanye. Lakini kitu kimoja ninachojua, hawana pumzi ya kumpulizia mtu akaishi. Hata wao wajue kila kitu. Siku Mungu anasema naitaka pumzi yangu, hawawezi kuikatalia, wanaitoa maana sio yao, wanaiachilia. Kwa teknolojia inatusonga, inatupeleka mahali ambapo ukifikiri kwa kichwa. Ndio maana ni hatari sana kujaribu kumuelewa Mungu kwa akili. Ni jambo la hatari sana kujaribu kumchukua Mungu muumbaji ukamweka hapa kwenye kaubongo kako kanako oza, alafu useme utamuelewa. Kwa ukiangalia kwa akili kule wanakotupeleka, itafika mahali watajaribu kuthibitisha kwamba hakuna Mungu. Lakini kwangu mimi ambaye nimeutafuta moyo wa Mungu, nimeupata, nimeugusa, nimemwona Mungu akisema mwanangu, nimekutambua, umenigusa. Hakuna kitu chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Kristo. Hakuna kitu chochote kitakachoweza kututenga na imani yetu kwa Mungu.
Unapomgusa Mungu, Mungu anakuwa halisi kwako. Naweza nikahisi tu kwamba hapa pana madhabahu, lakini nikigusa hivi najua ni madhabahu ya kioo. Unamfahamu Mungu kwa mapana zaidi, and he become so real. Yani it is so real. Yani ni kweli kiasi kwamba hawezi mtu kunishawishi vinginevyo. Nimemuona Mungu, nimekutana naye, nilipomgusa Mungu ni halisi. Kwa unapomgusa Mungu, Mungu anakuwa halisi kwako. Itakuponya kuchukuliwa huku na kule. Sasa hivi tuna watu wanaambiwa mje mnywe maji yatawaponya, wakati wanajua baada ya kunywa maji masaa 3 utaenda chooni, na wanakunywa maji. Tatizo liko wapi? Nipe. Pokea. Jifunze kutoa. Jifunze kugusa. Na mimi sizungumzi habari ya pesa yako. Unajua Mungu hana shida na pesa yako eti. Mungu anataka moyo wako kabla hujatoa pesa. Mungu nataka roho ya toba kabla hujafanya chochote. Mungu anataka heshima yake kabla ya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja wateule? Tuko pamoja? So Mungu anakuwa ni halisi zaidi kwenye maisha yako. Hautaweza kuchukuliwa na ujinga wa aina yoyote. Hata mtu aje apige sarakasi unasema lakini mimi ninamjua aliyeniita, ninamjua aliyeniokoa, maana nimemgusa. Kisoma kwenye kitabu cha Mhubiri, Mungu anasema anachukia vitu kadhaa. Kimoja wapo roho inayolia nipe. Robin, kama ukiweza kupata huo mstari nitafurahi sana. Nimejawahi kutafuta si huo. Roho inayolia nipe. Sasa hizi imani tulizo nazo siku hizi zinaondoa ujumbe wa Injili. Zinatupandikizia roho ya nipe ambayo haimpendezi Mungu, ambayo si makusudi ya Mungu. Kweli Mungu anapenda kutupa vitu vizuri, vikubwa, lakini sio lengo lake la msingi. Lengo lake la msingi akupate wewe, aupate moyo wako. Sasa wewe unapotafuta moyo wa Mungu uguse, mnakutana. Mungu anakupa moyo wake na wewe unampa moyo wako. Umeona hiyo combination? Unaona hiyo combination? Umeona hiyo combination? Hallelujah. Roho ya nipe ni machukizo kwa Mungu. Namna ya kumgusa Mungu. Namna ya kwanza ni moyo wa ibada. Ibada ya kweli. Unapokuja kwenye ibada nyumbani mwa Mungu, kipaumbele isiwe promotion yako. Kipaumbele sio vikoba. Kipaumbele sio watoto wanaokusumbua. Kipaumbele ninataka kupata moyo wa Mungu niuguse. Ninataka nimuone Mungu katika uhalisia wake, kama Mungu muumbaji, kama Mungu mwenye uweza, kama Mungu mwenye mamlaka yote, kama Mungu mwenye nguvu. That's what I want. Wengine wote kweli wapo, subirini mlangoni. Kama mna guts, mna uwezo, mnisubiri nikitoka. Na nikitoka huku nimejaa roho, nyie vikoba, nyie magonjwa, nyie takataka gani, muone kama mtaniweza. Kwa namna ya kugusa moyo wa Mungu ni ibada ya kweli, ya kumtafuta kwanza Mungu. Mengine yote yanakuja baadaye.
Na naamini katika miaka hii 13 ya moto wa uamsho, Mungu anaamsha moyo wa ibada ya kweli. Na Biblia inasema Mungu anatafuta waabuduo halisi, wamwabudu katika roho na kweli. Watu wanaotafuta moyo wa Mungu na kumgusa Mungu. Haleluya. Namna nyingine ya kumgusa Mungu ni utumishi wetu kupitia karama mbalimbali. Utumishi wetu kupitia karama mbalimbali. Nasoma Waefeso sura ya 4 Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. Waefeso sura ya 4 mstari wa 11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Amen. Unaweza kurudia? Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Amina. Utumishi wetu kwa Mungu katika nyumba ya Mungu unagusa moyo wa Mungu. Biblia inasema naye alitoa wengine mbalimbali, wachungaji sijui na nini na nini. Mungu amegawa karama na vipawa, sio kwa ajili ya malingishio. Nani mtoto mdogo tu anayeweza kumlingishia mwenzake doli doli, niko na pipi, nina andazi, doli doli, kumbe hajui mimi nyumbani niacha sausage. Mbona ni utoto kudolishiana vipawa na karama ambazo Mungu ametupa. Mungu ametupa karama kwa ajili ya kuhudumia mwili wa Kristo, kwa ajili ya kuhudumiana sisi kwa sisi. Sasa unapokuwa na kipawa na karama aliyokupa Mungu, ukaikalia tu, haugusi moyo wa Mungu. Unapotumika katika karama na vipawa alivyokupa Mungu, ni rahisi sana kumgusa Mungu kupitia karama na kipawa alichokupa. Sitaki kumharibu binti yangu na wala sikusifii. Ukiona na kusifia wewe achana na mimi tu. Jamani, Rehema ameimba hajaimba? Mungu ameshuka hajashuka? Ndio eneo lake ambalo Mungu amempa. Unaposimama katika kipawa ambacho Mungu amekupa, ni rahisi sana kumgusa Mungu kwa urahisi. Huku kwingine utahangaika sana. Lakini kile Mungu alichokuitia, wewe ni mpishi, pika sana chakula. Kimaliza kupika kiombee, atakaye kula hiki chakula ajae Roho Mtakatifu. Isiwe pilau mbichi, lakini kama pilau mbichi hatujai Roho Mtakatifu. Iwe pilau imeiva sawa sawa, ile pilau imekolea vizuri. Tukila hivi tunaona kabisa nguvu za Mungu zinashuka. Kwa sababu ndicho Mungu alichokutengenezea. Tusikalie vipawa na karama za Mungu. Sisi zamani wakati tunaokoka, kitu cha kwanza mchungaji anakuuliza, wewe karama yako ni nini? Na ile somo lilikuwa linafundishwa sana. Ingawaje hatari yake watu walibuni karama zisizokuwa za kwao. Anasema mimi ni mwinjilisti, lakini mkimwangalia hapana jamani. Lakini yeye anajidadafua, mimi ndo mwinjilisti wa kimataifa, sijui na nini. Watu wakatunga karama na wengine wakakopi za wengine. Sasa nimezungumza habari za karama na vipawa. Usiende kutafuta ili uweze kumgusa Mungu vizuri.
Wewe anza mdogo mdogo. Fanya kilichoko mbele yako. Kama ni usafi kanisani, fanya. Kama ni kupiga drums, piga. Siamini kama Samueli, hapo ndo umefika. Yaani hapo ndo unaanza. Haujui Mungu anakokupeleka. Lakini kilicho mbele yako fanya. Alafu Mungu anakupeleka mwenyewe. Anakukatisha mwenyewe. Anakukatisha mwenyewe mpaka kufikishe pale alipotaka uwepo. Na ukikaa mahali sahihi, ni rahisi sana kugusa moyo wa Mungu. Ninasema haya wapendwa, tusikae kanisani idle. Utafika mahali utamlaumu Mungu. Amina. Tunamgusa Mungu kupitia vipawa mbalimbali alivyotupa Mungu. Tafuta kutumika katika eneo lolote. Kwenye vijana worship, lakini uombe ruhusa kwa mwalimu. Kaza ukija unaimba flat, wakikutoa usikasirike. Inabidi unahitaji miezi 6 ujifunze, uelewe, uwe na amani tu. Lakini jichanganye kwenye nyumba ya Mungu. Fanya kitu. Huko utakutana na Mungu. Mungu anakuambia unatamani kunigusa. Unatamani kunigusa. Okay, moyo wangu hapa. Anakupa kitu cha kufanya. Na ukifanya inakuwa na bidii. Kuna wenzetu wameenda na mtumbo. Mimi nilikuwa siwezi kujua kama mzee Mwashalonsi anaweza kupiga chepe ya mchanga. Maana Bwana wameenda mahali sahihi, wanabeba mchanga, wanachanganya simenti, wanachimba msingi wa kanisa. Wewe fanya kilichoko mbele yako, unagusa moyo wa Mungu. Unagusa moyo wa Mungu. Na hakuna mguso maalum utakaogusa moyo wa Mungu utakaopita bila Mungu kujua. Mungu anajua, Mungu anaona, Mungu anasikia. Hata kama unahisi yuko kimya kwenye mambo yako, maadamu umegusa moyo wake, amekuona, ameona, amesikia. Amen. It's just a matter of time. Ni habari ya muda tu. Hallelujah. Na kingine ni kuweka ajenda za Mungu kwanza kuliko ajenda zetu. Na mtu mwingine anaanza maombi, tuko kwenye mfungo wa maombi ya siku 40. Tukisema uzuri, viongozi wetu wamekuwa wazuri, maana wamejua kwa vyovyote vile watu wataomba maombi binafsi. Kasema tusiwafunge. Wewe kila siku ombea maombi yako, lakini unaombea mwishoni. Tuanze kwanza ajenda za kanisa. Vinginevyo tungekaa hapa siku 40 mtu anaomba maombi yake tu, ajenda zake tu, shule ya watoto, magauni, Kariakoo, mashamba kule Manga yamegoma, vikoba sijui vimefanya nini. Tunaona mtu hapa analia, anaomboleza. Tunajua kazi ya Mungu inasonga mbele, kumbe anaomba ajenda zake. Jifunze kuweka ajenda za Mungu kwanza. Unapopanga mipango yako, weka na ajenda ya Mungu. Unataka kumfanyia nini Mungu? Unataka kufanya nini kwenye nyumba ya Mungu? Iwepo na ajenda ya Mungu. Sasa utasemaje unajulikana na Mungu wakati kwenye ajenda zako Mungu hajulikani? Amen. Tunamgusa Mungu kwa kuweka ajenda ya Mungu pale. Amina. Naenda kumaliza. Sehemu ya pili ni kugusa watu wengine. Nimeshaongea karibu yote, lakini nihitimishe tu somo langu. Kwanza, tunapogusa watu wengine tunamgusa Mungu. Kipengele chake cha pili, kugusa watu wengine walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tusome Mithali 11 mstari wa 25. Mithali 11 mstari wa 25. Nafsi ya mtu mkarimu itawandishwa. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Amen. Na Luka 6 mstari wa 38. Luka 6 mstari wa 38.
Wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho, ndicho mtakachopimiwa. Badala ya kusubiri kuguswa, ambalo tumekubaliana ni hitaji la msingi la kila mwanadamu, hebu toka, jaribu kugusa watu wengine. Wapatie watu vitu, watendee watu mema, watembelee wanapokuhitaji. Sio kwa sababu waje wakutendee mema na wewe. Kuna msemi unajulikana sana kwamba watendee watu mema na wao watakutendea mazuri. Na sasa hivi kuna msemo umeshika kasi, wanasema ubaya ubwela. Kwa hiyo watu wanatenda mema kwa sababu wanaogopa ubaya ubwela. Hiyo sio injili ya Yesu. Hiyo sio injili ya Yesu. Tenda mema kwa sababu unatafuta kugusa moyo wa Mungu. Ukigusa moyo wa Mungu, Biblia inasema moyo wa mtu mkarimu utawandishwa. Anayenywesha wengi na yeye atanyweshwa. Haunyweshwi na hao, utanyweshwa na Mungu mwenyewe. Kwa usitende mema kwa kutarajia kulipwa mema. Watu wengi tumetenda mema, tumelipwa mabaya. Na ukilipwa mabaya unaanza kuugua huku ndani, unateseka, unapata pressure, unapata vidonda vya tumbo. Aliyekukera anakula pilau, aliyekukera anakula baga, aliyekukera anakula kukuchoma, wewe unaugulia vidonda. Kwa sababu ulimfanyia mtu. Unapofanya, fanya kama kwa Bwana. Fanya kwamba ninagusa moyo wa Mungu, atakaye ninywesha mimi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye wema ili ulipwe wema. Hata kanisani imeingia mtu anasema siwezi kwenda kumuona fulani, mimi nilipofiwa hakuja. Unajifilisi mwenyewe. Wewe yule ambaye hakuja ndo unakuwa wa kwanza kufika pale, unamuuliza sufuria iko wapi nibandike, kuni ziko wapi nikalete. Unachachalika mama wa watu, lakini unasema namkopesha Mungu. Natafuta kugusa moyo wa Mungu. Mimi sina habari na mtu. Kwa kusema hivyo sina maana usiende kwa watu. Amen. Useme watakuja tu. Hiyo haipo. Bwana Yesu asifiwe. Namna nyingine tunagusa watu wengine kuambia habari njema za Yesu. Yesu ametuokoa, ametupa amani, ametupa furaha. Watu huko nje jamani wanateseka. Watu huko nje jamani wanaumia. Ukipata nafasi, wape kile kizuri ulicho nacho. Tuwape habari za injili ya Yesu. Naenda kumaliza, naomba ni summarize somo langu kwa ufupi sana. Nimeongea habari za makundi ya watu watatu. Kuna watu wamemfuata Yesu hata hawaelewi kinachoendelea. Wamo tu wanaenda. Na kuomba usiwe kati ya hao. Kuwa na malengo, kuwa na makusudi. Kuna watu wamekuja kwa Yesu kila siku wanatarajia kupokea kitu. Anapokuja mbele za Mungu, nipe, nibariki. Wanafanya reference kwa Yakobo kwamba Yakobo alisema unibariki sikuachi. Sawa. Lakini kabla ya hapo, angalia maisha ya Yakobo. Yakobo alikuwa anakabiliana na Esau. Huku moyoni ana hofu, hana chochote. Tumaini lake pekee ni Mungu, fully surrendered to God. Alikuwa ameacha vyote kwa ajili ya Mungu. Kwamba Mungu, ukiniacha kakangu ataniua. Kakangu ataniangamiza. Lakini huku moyoni alikuwa ameshaachilia kila kitu. Sio ile ya kusema kwamba
Tunataka vyote na mbinguni tunaenda, na kuhakikishia ukipata vyote mbinguni uendi. Na kuhakikishia ukiwa ni mtu wa kutaka vyote, unasema tunataka vyote na mbinguni tunaenda, I can tell you mbinguni huendi. Kwa sababu hivyo vyote tayari ni mzigo. Yesu akija sisi tunaruka. Yesu akija sisi tutapaa. Ukiwa na vyote moyoni utakuwa mzigo, huwezi kuruka, huwezi kupaa. Injili ya Yesu, weka chini. Weka chini. Weka vyote chini. Alafu mwambie Yesu, enda na mimi. Yeye ndo achague kitu cha kukupa uende nacho. Lakini ukiweka makorokoro ukakusanya yote, unasema naenda mbinguni na vyote naenda navyo, I can tell you mbinguni uendi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna lile kundi la pili. Kila siku ni kuomba kwa Yesu, kutaka. Hatari yake ni moja. Unatarajia mguso, unatarajia kuguswa. Usipoguswa unakata tamaa. Ni rahisi sana kumwacha Yesu. Ni rahisi sana kumwacha Yesu. Kwa hapo sio mahali pa kukaa. Inabidi uondoke. Tunasonga mbele kufika mahali pa kutoa mguso kwa watu wengine na kwa Yesu. Kwamba vikirudi haya, visiporudi haya, after all ninaenda zangu. Nilikuwa nasoma kitabu cha Mhubiri. Anasema kuna mtu amejibidisha, amefanya kazi kwa bidii. Akafanya. Hana mtoto wa kiume. Agano la Kale hilo, mtoto wa kiume alikuwa na significance yake. Hana mtoto wa kiume wa kurithi mali. Hana ndugu wa kiume atakayerithi mali. Akaenda akakaa kwenye jiwe akajitafakari, akasema hivi, hii tabu yote ya nini? Najihangaisha hivi, hizi mali nikishakuja kuzipata mwisho wake unakuwaje? Mhubiri 5. Kisoma kwenye Biblia ya Kiingereza anakasema there is no use in this useless business. Haina maana katika biashara hii ya kipuuzi ya kukusanya vitu ambavyo hata hutokwenda navyo. Kwa maana hiyo sijasema usifanye kazi kwa bidii. Mimi napanda Land Cruiser ya mchungaji, ujue. Mimi nimejenga gorofa, ujue. Mimi nimevaa kiatu hiki cha $100,000, ujue. Umeelewa? Lakini visiingie kwenye moyo wako. Visipenye moyo vikaanza kukupelekesha. Kwamba vikiwepo sawa, vikiondoka sawa. Najua neno moja, tetezi wangu yu hai. Tafuta mali, lakini mali isikupelekeshe kakosana na Mungu kwa sababu ya mali. Kwa hiyo ya kusema kukusanya nipe inakufanya uwe na hatari ya kukosana na Mungu. Likija jaribu unaanza, Mungu mbona hujanipa? Yaani kweli kabisa. Yaani msinione vibaya nyie watu. Kweli kabisa kuna watu wanaenda mbele za Mungu anambia, sasa Mungu mbona hujanipa? Kwa hiyo mapatano yangu mimi na wewe ni lazima nikupe kitu. Upendo gani huo? Sasa Mungu mbona hapa umenyamaza? Kwa hiyo ulitaka niseme kila mahali. Kuna siku waga na nyamazaga eti. Mbona Mungu sasa, mbona wapi? Kwani mimi nimekuwa mtoto wako uniamrishe kwamba leo nibariki leo nibariki, sikubariki. Na bado nabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu.
utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu Yehova. Kwa hiyo roho ya nipe inaweza kukufikisha mahali ukamkosea Mungu heshima, ukaona wewe ni wa muhimu zaidi kuliko Mungu, kajiona wewe ni wa maana zaidi kuliko Mungu. Kuna mtu anasema yaani Mungu alipata bahati sana kuniokoa mimi. Wewe nini takataka tu. Mungu ana bahati sana kukuokoa wewe, badala wewe kujiona una bahati kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Roho ya nipe. Kundi la pili. Kundi la tatu, kutafuta kugusa moyo wa Mungu. Na principle ni moja tu, toa vyote. Moyo wako, ibada ya moyo wako, chochote kwa ajili ya Bwana. Alafu acha Bwana aseme, kuna mtu amenigusa, kuna mtu nimemuona, alafu yeye adeclare blessings, baraka juu yako. Yule mama alipata maradufu. Yule mama aliponywa mwili, aliponywa na roho. Naomba tusimame. Wakati huu ninapomaliza mahubiri mchana wa leo, nilisema nitamaliza haraka, mnisamee. Hata hivyo hamwendi kokote, maana sisi tuna tamasha. Basi mwe na amani tu. Hebu angalia hayo makundi matatu kwa moyo wa dhati. Nitafakari ujue wewe unasimama wapi. Na Mungu atusaidie. Tutafute zaidi kumgusa yeye. Hata kama inaonekana ni kwa hasara yetu. Hata kama tutaonekana ni wajinga na wapumbavu. Kuna watu mimi nikisimama hapa wakakwambia CV yangu, watasema kati ya wanawake wapumbavu Tanzania, huyu mama ni mpumbavu. Kwa sababu anazozijua wao. Hata kama watu watakuona ni mpumbavu, mjinga wa mwisho, wala. Lakini ninatafuta pindo. Usinione nimeinama dada, natafuta pindo. Nitakavyolipata tutajuana na mwenye pindo lake, sio wewe. Hebu mlingane, Mungu atusaidie kuwa watu wa kutafuta moyo wa Mungu na kuugusa, badala ya kutembea bila malengo, bila mwelekeo, au badala ya kumfuata Yesu ili tupate vitu. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mkuu. Bwana unatisha kama nini. Asante kwa ajili ya mchana wa leo. Asante kwa ajili ya neno hili ulilotukumbusha kwamba unatamani watu wakuguse. Unatamani mioyo inayokutafuta wewe kwa lengo la kukugusa. Tusaidie Bwana Yesu. Tusaidie mfalme wa wafalme kuwa na moyo wa ibada ya kweli, ya kutafuta kukugusa wewe. Tia nguvu kila mmoja Bwana, kuchuchumilia wewe na yale uliotuwekea mbele. Ninakushukuru kwa ajili ya karama za Roho Mtakatifu na vipawa mbalimbali ambavyo umeviachilia juu ya kanisa. Ninasimama Bwana kama mtumishi wako, ukaachilie vipawa ndani ya watu wako, ukaachilie karama mbalimbali ndani ya watu wako. Roho Mtakatifu, fanya kazi ndani ya maisha ya watu wako, waelekeze katika kusudi lako Bwana, wapande mahali ulipowakusudia Mungu. Bwana, washike mkono wanapotamani kukutumikia, washike mkono wanapotamani kuutafuta moyo wako na kuupendeza Bwana. Ukaachilia karama za Roho Mtakatifu. Ninaachilia
Ninaachilia karama za Roho Mtakatifu. Ninaachilia karama za Roho Mtakatifu. Ninaachilia vipawa vya kimungu, vipawa vya akili ya biashara, vipawa vya akili kazini, vipawa vya hekima, vipawa vya ufundi wa kazi za mikono, vipawa vya aina mbalimbali kwa mamlaka ya jina la Yesu. Father, I pray. Ninaomba Yesu, kaachilia vipawa juu ya watu wako ambavyo watavitumia kukugusa wewe. Kaachilia karama za Roho Mtakatifu ambazo watazitumia kukugusa wewe. Ninalibariki kanisa lako kwa karama na vipawa mbalimbali kwa utukufu wa jina lako. Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu gusa, Roho Mtakatifu tenda. Gusa Bwana maisha ya watu wako, ukaachilia karama za ujuzi mbalimbali. Wewe ndiwe utupaye akili ili tuweze kupata faida. Tupe akili namna ya kuijenga nyumba yako. Tupe akili namna ya kukutumikia kwa nguvu. Tupe akili namna ya kukuishia. Bwana, ukaachilia mpako maalumu. Father, I pray for a special anointing. Father, I pray for a special anointing. In the name of Jesus, receive a special anointing. In the name of Jesus, receive a special anointing. Special anointing kwa karama za Roho Mtakatifu, kwa vipawa mbalimbali vya kimungu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaachilia nguvu, ninaachilia nguvu ya kanisa, ninaachilia nguvu ya kanisa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho Mtakatifu shuka, Roho Mtakatifu shuka na nguvu zako mwenyewe. Roho Mtakatifu tembea, Roho Mtakatifu tembea. Ninaachilia vipawa vya Roho Mtakatifu, ninaachilia karama za Roho Mtakatifu, ninaachilia nguvu ya kanisa katika jina la Yesu. Oh Yesu, ninakubariki Baba. Wabariki watu wako, waongoze, washauri, wakumbatie, washike mkono wako wa kuume. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi tunaweza tukampigia Bwana Yesu makofi mengi ya shukrani kwa ajili ya ibada nzuri sana ya siku ya leo. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hiyo wakati huu.